Natumai ndugu yangu unaendelea vizuri, Mungu anakusaidia. Napenda kuzungumza na watumishi wa Mungu ambao Mungu amewaita kwenye huduma ya ualimu, kufundisha neno la Mungu. Mwalimu wa neno la Mungu ana wajibu wa aina mbalimbali kwa mujibu wa Biblia. Lakini wajibu mojawapo wa mwalimu wa neno la Mungu ni kusahihisha, ni kuwasahihisha watu. Mtu anaweza akafundishwa jambo fulani lakini ni katika namna ambayo sio sahihi. Lakini kazi ya mwalimu wa neno la Mungu ni kusahihisha, kumfanya mtu afahamu jambo fulani kwa usahihi kwa mujibu wa neno la Mungu. Huo ni wajibu wa mwalimu. Kama Mungu amekuita kwenye huduma hii ya ualimu, maana yake ni kwamba una wajibu wa kuwasahihisha watu. Yako mambo mengi ukiyasikia unagundua kabisa watu wamefundishwa katika namna fulani ambayo sio sahihi na wanahitaji kusahihishwa. Sasa ni jukumu la mwalimu wa neno la Mungu kuwasahihisha watu. Nitoe mfano. Kwa mfano, unaweza ukasikia watu wanamwomba Mungu kwamba Mungu, tunaomba utupe macho ya rohoni au tupe macho ya kiroho. Lakini kwa mujibu wa Biblia, hilo ombi haliko sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anayo macho ya kiroho. Lakini tofauti ni kwamba kuna wale ambao wanaona na kuna wale ambao hawaoni. Kwa mfano, mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa na msaidizi wake. Siku moja wamezingirwa na jeshi la mfalme wa Shamu. Biblia inasema yule msaidizi wake alipotoka nje akaona jeshi limezunguka, limewazingira, akaogopa, akarudi akamwambia mtumishi wa Mungu, tumezingirwa pande zote. Mtumishi wa Mungu Elisha akamwambia, usiogope, maana walio upande wetu ni wengi. Na mtumishi wa Mungu Elisha aliomba hivi, Mungu mfumbue macho apate kuona. Elisha hakuomba kwamba Mungu mpatie macho. Mtumishi wa Mungu Elisha aliomba Mungu mfumbue macho yake aone. Na Mungu akamfumbua macho. Maana yake ni kwamba macho anayo, lakini alikuwa haoni. Ila mtumishi wa Mungu Elisha akamuombea, na alipomuombea Mungu akamfumbua macho yake. Sasa unaona haya mambo, kwa kuna namna watu wanafahamu jambo fulani lakini sio kwa usahihi. Sasa kazi ya mwalimu wa neno la Mungu ni kusahihisha, kuwafanya watu wafahamu jambo fulani kwa usahihi kwa mujibu wa neno la Mungu. Sasa mwalimu wa neno la Mungu ana wajibu au ana kazi za aina mbalimbali kwa mujibu wa Biblia. Ila nimekutazamisha hiyo moja tu kwa sababu ni jambo la muhimu sana, kuwasahihisha watu wa Mungu. Natumaini mtumishi wa Mungu umenielewa vizuri.